Jamani, sina waka mmoja. Hebu nipe. Yaani unataka kwenda kazini ukiwa hivyo? Unajiona uko sawa mume wangu? Kinachokushangaza kitu gani sasa? Hebu jiangalie. Kila naota sauti za kilio chenye simanzi. Dhahabu na fedha viwezi kufuta makosa. Maisha yake yote sasa ni huzuni na hofu moyoni. Mali ya damu hauleti furaha, machozi ya roho hayaishi kamwe. Mwangaza wa pesa ukifunika ukweli, mwisho wa njia ni majuto milele. Kuna mwingine anazunguka dunia nzima, anatafuta penzi la kweli kwa mwanamke wa mbali, anachoka. Ina maana unitaka kwenda kazini hujavaa nguo? Hivi mume wangu umepatwa na nini? Nahitaji kujua. Haya ni mambo ya kichawi kabisa, yaani sielewi. Hapa wanatuloga, sio bure. Sio bure mke wangu. Hata ni majirani tu wanatuonea wivu, tuna jumba kubwa. Mke wangu hapa tuyavumilie. Ila tutajua namna kufanya. Hebu acha kunidanganya. Nguo umeiacha mwenyewe hapa. Afu sasa hivi unasema wachawi. Mume wangu mimi nimechoka na haya maisha. Nimechoka kila siku kukimbizana kama madigidigi. Mke wangu, mimi yangu nilivaa kabisa, yaani nimevaa kabisa. Sio na koti hapa jamani. Nashindwa kuelewa shida ni nini? Mume wangu, nimechoka na haya maisha. Ni bora ile maisha yetu ya zamani, tuko na amani. Mimi sina amani mume wangu, kweli nimechoka. Ikiwezekana tuhame katika ile jumba. Nisaidie tu hilo mume wangu. Nimechoka, sina amani wangu. Umechoka. Nione huruma japo kidogo tu. Nateseka na haya maisha, nimechoka mume wangu. Mke wangu, naomba tuvumilie. Ila kwa hilo unalosema tuhamie sehemu nyingine, yaani kama kidogo limekaa, lakini hebu tuangalie tena. Nimechoka. Ina maana huyu ni kafikia kufanya hivi? Ananifahamu bibi baba yake? Maisha yashakuwa magumu. Akatoa damu ya mtoto kwa tamaa ya mali. Leo ana magari, utajiri na utaka, lakini kwa mateso kama haya siwezi kupotea amani tena. Kila naota sauti za kilio chenye. Alicia, hivi kwa nini unachezea hisia ya moyo wangu? Kwa nini unaniahidi kitu ambacho huwezi kuwa mwaminifu nacho? Kwani nimefanya nini Kiputu? Mimi mbona sielewi? Ujue ulichokifanya? Hivi kwa nini una mahusiano na Bushingo? Wakati wewe kwa mdomo wako ulisema unanipenda mimi. Tulipokuwa wawili, mimi na wewe chumbani. Unajua Kiputu, hata mimi sielewi.
bosi naye kaniita, kaniambia habari hizo hizo. Lakini mimi sielewi chochote na wala sijui chochote kile. Kwani hii ofisi ina nini jamani? Alicia, hivi naona wewe na mimi tuachane. Maana mambo siku yakaharibika hapa ofisini. Hapana Kiputu. Kwani mimi mbona huyo Bushingo sijai kuwa hata na mahusiano naye? Kiputu, haya tena ametoka wapi? Au shapata mwanamke mwingine? Ndio maana unanifanyia visingizio. Kiputu, mimi nakupenda sana wewe. Siwezi kuwa na mwanaume mwingine yoyote. Nakupenda Kiputu, usiniache. Niamini. Shoga yangu, nimegundua kifo cha binti yangu Shamimu kwa katolewa kafara. Hivi ninajiandaa kwa ajili ya kulipiza kisasi. Hauwezi kupambana na mwanajeshi mwenye mafunzo ikiwa huwezi hata kutumia silaha. Badala yake utaenda kufa tu. Kwenye hili niko tayari kufa. Sijali chochote. Lengo la kupigana sio kwenda kufa. Ni lazima ulipize kisasi cha binti yako. Lengo la kupigana sio kwenda kufa, ni kwenda kushinda. Nurati, natakiwa nifanye nini ili nishinde? Siwezi kukuamini wakati nimeona kwa macho yangu ukimbusu Bushingo. Kwani hii ofisi ina nini jamani? Mbona hivi? Au kwa sababu wameona napendana na Kiputu? Mungu. Vita ya kishirikina inapigwa kichawi. Usipokuwa mshirikina utapigwa kijinga sana. Niisha katayo mambo. Sitaki na sitaki kuwa mchawi. Faida na hasara ya kila jambo ni maamuzi ya mhusika. Kwa hiyo sasa, maamuzi ni yako. Kunyoa au kusuka. Sinyoi wala sisuki. Bali nitafunga kilema na kukikaza ili niingie vitani. Karibu sana kwenye ulimwengu wa giza. Giza ambalo lilojificha na linaweza kuonyesha chochote ambacho kipo kwenye mwanga. Kuanzia sasa, hii vita ni yetu sote. Huzuni na hofu moyoni, mali ya damu hauleti furaha, machozi ya roho hayaishi kamwe, mwangaza wa pesa ukifunika ukweli. Limeniangukia jumba bovu, lakini sitaki kufa kizembe. Aliyekuangushia mzigo wa lawama ametoka hapa kwangu. Kwa maana wewe ndio uliomwambia kwamba mimi ndo nimemtoa kafara binti yake? Hapana, niliishia njiani. Alikuwa na hasira sana, hivyo sikuweza kumwambia ukweli. Mbona unanichanganya? Umemwambia nini hasa dadangu? Ina maana yule mama ni dada yako? Na binti aliyopotea ni mpo wangu. Anaitwa Shamimu. Ili ni zimu likujualo. Aliyemtoa kafara mpwa wako ni rafiki yako Mzee Kikoti. Eti nini? Mzee Kikoti? Kwa nini yeye? Kwa sababu ya deni. Alikosea masharti kwenye kafara ya binti yake. Kisha majini wakadai fidia. Ndipo alipoamua kumtoa mpwa wako. Kwa maana nimekikumbatia kivuli cha adui yangu? Hapana. Ili anapaswa kulilipa Mzee Kikoti. Tena atalilipa kwa ukubwa stahiki. Nilishindwa kumwambia ukweli dada yako kwa kuhofia kuvunja sheria. Wewe ni mwanaume mwenzangu, ndio maana nimeamua kukwambia ukweli. Sasa basi, msije mkauana huko mtaani ikaonekana mimi ndiyo sababu. Sikiliza mganga, hii ngoma nitaicheza bila kujifunga kibwebwe. Sitakuvua nguo. Vita anayoipigana Mzee Kikoti ni ngumu sana, na ndio maana kila njia anayoipita haifiki mwisho. Usiofu kwa hilo. Kilichonileta tayari nimeshakipata. Asante sana. Usiku wa giza alifanya maamuzi, moyo wake ukawa mbali na huruma za duniani.
akatoa damu ya mtoto kwa tamaa ya mali. Leo ana magari. Hiki ni kikao cha dharura. Tumepata mradi mpya wa ujenzi wa hospitali. Ni jambo jema sana, na mradi huo upo nchini Kongo. Nchi ya watu imetuamini, kwa hiyo inatakiwa tufanye kazi kwa weledi, tutumie ufanisi wetu mkubwa. Unajua, kuaminiwa na nchi za nje sio kazi rahisi. Sio kwamba hakuna makampuni ya ujenzi kule, lakini kwa nini wametuamini sisi? Kwa sababu wameangalia kazi tunazozifanya, na hii website imetusaidia kwa kiasi kikubwa sana. Kwa hiyo mataifa ya nje yanakuwa yanatuangalia kupitia website yetu. Wamethaminisha kazi zetu, wakaona tunawafaa kuwajengea hospitali ya mfano nchini Kongo. Na mtu pekee wa kwenda kufanya survey kwenye huu mradi tutampeleka Kiputu. Huzuni na hofu moyoni, mali ya damu hauleti furaha, machozi ya roho hayaishi kamwe, mwangaza wa pesa ukifunika ukweli. Samahani, lakini kama nitakuwa na kuingilia kwenye maamuzi yako, kwa sababu Kiputu mradi wa Zanzibar yeye ndo anasimamia na mwongozo wote anafahamu yeye. Huo mradi wa Kongo ni bora ungenipa mimi, nikaenda kufanya na nikawa mzoefu katika nchi jirani, ili mradi kazi nyingine zikatokea nikaweza kufanya vizuri. Naomba mnisikilize kwa makini. Kwa nini tunampeleka Kiputu? Kiputu ni mwenyeji wa Kongo, kwa hiyo nina imani njia za kule atakuwa anazielewa. Hata terminology za lugha za Kongo yeye atakuwa anaielewa. Na tutampa wiki 2. Wiki ya kwanza ukafanya kazi Kiputu, na wiki ya pili tutakupa tu, kwa maana kule ni kwenu, utembelee ndugu jamaa na marafiki na urudi hapa kwa wakati. Asante sana boss. Ninakuahidi nitafanya kazi vizuri na kwa weledi zaidi. Na kuanzia sasa mradi wa Zanzibar utasimamia wewe. Asante sana boss. Nitafanya kwa weledi, kwani kila kitu kitakuwa sawa. Samahani sana boss. Tukiondoka mimi na Kunani, mimi ndio nitawakia kusimamia tena ofisi hapa. Kiputu, jiandae, safari yako ni kesho kutwa. Sawa boss. Nitashukuru na asante sana. Unapo jiandae kwenda Zanzibar. Asante sana boss. Mimi ya kwangu alikuwa ni hayo tu, na kikao nimekifunga. Tuendelee na kazi. Huzuni na hofu moyoni, mali ya damu hauleti furaha, machozi ya roho hayaishi kamwe, mwangaza wa pesa ukifunika ukweli. Mwisho wa njia ni majuto milele. Kuna mwingine anazunguka dunia nzima, anatafuta penzi la kweli kwa mwanamke wa mbali, anachoka na maumivu ya moyo wa zamani, anahitaji faraja, upendo na tabasamu la kweli. Anaamini kuna mtu atakayemuelewa, atakayemshika mkono wakati wa giza, si kwa tamaa wala mali ya dunia.
duniani. Mbali moyo safi wenye upendo wa kweli, wengine wanakimbiza mali kwa njia za giza, wengine wanatafuta mapenzi ya kuwaponya, lakini maisha yana siri nyingi duniani. Kila mtu anatafuta mwanga wake moyoni. Mali ya damu hauleti furaha, mapenzi ya kweli hujenga maisha. Usikimbize dunia kwa njia ya maovu, mwisho wa yote ni amani ya moyo. Usiku wa giza alifanya maamuzi, moyo wake ukawa mbali na huruma za duniani. Akatoa damu ya mtoto kwa tamaa ya mali. Leo ana magari, nyumba kubwa na fahari, lakini ndani ya moyo hana amani tena. Kila kilala naota kwani bosi leo kakutana nini? dhahabu na fedha haviwezi kufuta makosa. Maisha yake Kanitisha. sasa ni huzuni na hofu moyoni. Mali ya damu, Kwani mundani kuna nini? furaha, machozi ya roho haishi kamwe. Mwangaza wa pesa ukifunika ukweli, mwisho wa njia ni majuto milele. Kuna mwingine anazunguka dunia nzima. Mali ya damu hauleti furaha, machozi ya roho hayashi kamwe. Mwangaza wa pesa ukifunika ukweli, mwisho wa njia ni majuto milele. Kuna mwingine anazunguka dunia nzima, anatafuta penzi la kweli kwa mwanamke wa mbali. Anachoka na maumivu ya moyo wa zamani, anahitaji faraja, upendo na tabasamu la kweli. Anaamini kuna mtu atakayemwelewa, atakayemshika mkono wakati wa giza. Si kwa tamaa wala mali ya dunia.